Nimejikuta mwenzenu nimekwama, penzi limenieremea. Shemeji, ujue siku hizi Kido simuelewi. Yaani naona kama siku hizi kabadilika. Alafu nikimpigia simu zangu hapokei. Mara muda mwingine nikipiga simu yake haipatikani. Yaani nashindwa kuelewa ana shida gani, au shemeji unaweza kaniambia ana matatizo gani kwa sababu unakaa naye? Kiukweli shemeji, kwa sasa hivi Kido namuona yuko sawa. Sawa, yupo sawa. Basi angenipokelea simu akaniambia kwamba mimi sipo sawa na 1 2 3, lakini anakaa kimya. Sasa mimi nitajua vipi? Anavyonifanyia mwambie sio vizuri. Kwa sababu naona kama ananitenga, kama kabadilika. Hapana shemeji, wala hajabadilika, ndo kama nilivyokueleza kuwa yuko sawa. Akiwa sawa atakuja. Basi sawa. Kienda nyumbani mpe pole, mwambie namsalimia. Hamna shida shia. Nitafikisha ujumbe. Basi sawa, mimi ngoja naelekea nyumbani hivi. Kwa sababu toka asubuhi nimetoka. Ngoja mimi nifike nyumbani. Shia, hamna shida. Sawa, haina shida. Safi vipi? Dogo. Sore. Njoo mara moja. Sogea basi kidogo. Vipi ndugu yangu? Fresh, kwema. Kwema kama kawaida. Kama kawaida. Dai bwana. Siku hizi umekuwa adimu. Sasa kuna siku moja pale dukani kwangu alikuja, kuna madada fulani hivi walikujaga siku fulani wakapungukiwa. Sijui nakumbuka? Okay, sawa, nakumbuka. Sawa. Sasa mmoja wapo alikuja akawa ameniachia namba za simu, akasema ukifika pale nikupe. Sasa kwa sababu umekuwa adimu na sasa hivi hata upitipiti dukani, kwa nafikiri hapa ilikuwa ni hii hapa. Namba ya simu? Bro, wanawake hao achana nao. Sawa. Lakini mimi ninachokifanya ni kutekeleza jukumu langu. Yaani mimi nimepewa tu jukumu la kwamba wewe kwa sababu unafika dukani kwangu nikupe hii namba. Na ndo kitu ambacho nimekifanya. Wewe sasa una maamuzi. Yani kutekeleza, kuwasiliana naye au kutokuwasiliana naye. Lakini mimi nimetekeleza tu hilo kakaangu. Okay, sawa. Haya poa. Basi poa, shukuru. Fresh, sasa hivi umekuwa adimu mwanangu? Kwa busy kidogo nilikuwa nimesafiri. Umesafiri? Yeah. Basi poa, haina noma. Usikose bwana kunibukia dukani mteja wangu. Haina shida. Siku njema. Poa poa. Umesikia Alex, yule dogo mimi nishamuelekeza dadangu kabisa. Mambo yote yako safi kabisa. Usiwe na shaka, usiwe na wasiwasi. Sasa mwanangu mimi naongea unacheka TV kule. Ipo unanichukuliaje? Unanichukuliaje wewe? Nitakuja kukuvunja wewe, nitakuja kukuharibu wewe. Nitakuja kukuvunja vibaya. Una shida gani? Kuna nini? Nisikilize wewe mjinga wewe. Kama unaniletea hizo stories za dada yako, bora hata usio unakuja hapa. Kwanza ondoka. Wewe shida nini? Unaleta ukorofi wa nini mwanangu? Kama mimi nishamwambia huyu mimi sitaki kumsikia dada yake anakuja kuniletea umbea wa dada yake, mimi sitaki kumsikia bwana. Lakini si mwanzo ule ujenga mwenyewe. Nisikie tena. Hivi kai shoga yangu naondoka na niache. Rafiki yangu sijani. Si unajua mama anaumwa tena. Kwa hiyo sina haja, mimi ndo mtoto wa kike kama unavyoelewa. Inabidi nimhudumie. Kwa hiyo nivumilie rafiki yangu, mimi siwezi kwenda kukaa kule. Maana mimi siwezi kuishi maisha ya kule. Nishazoea maisha huko. Nikumbuka yani. Sijani mama. Ndio saizi. Salama shamba vipi? Safi kwema. Bwana ona mabegi yule kashapendeza. Haya mtoko wapi? Namsindikiza huyu mrembo. Msindikiza? Anaelekea wapi? Muulize yeye atakueleza.
Eti mama, safari wapi tena? Nenda nyumbani. Kwa hiyo unasafiri? Ndio. Sasa mbona hujanipigia simu kama unasafiri? Ni dharura tu imetokea, mama kanipigia simu anaumwa yuko vibaya. Kwa hiyo isitoshe mimi ndo mtoto wa kike, afu ndo mtoto pekee ananitegemea. Kwa hiyo inanibidi niende nyumbani. Sina jinsi. Kwa sasa manake kama mimi nisingekuja huku ungesafiri kimya kimya bila mimi kujua. Ndio hivyo, yani nimeshtukizwa tu ghafla, ila nilikuwa na mpango kukupigia. Na shemeji usiwaze, atarudi. Mimi nitarudi kwa ajili yako. Basi sawa. Sawa. Tafanyaje, mimi ndio ishatokea hivyo. Twende basi, tunachelewa. Twende basi toka yangu nasindikiza. Twende. Basi tutokeni wote mwanzo mimi sina nitafika hapa. Basi nitabaki. Basi twende. Gani kwa salia huko nyumbani. Nakwambia mimi sio kwenda kufezeshwa na yule kijana. Umesababisha mimi unifezeshe, umeniaibisha. Sinaongea nawe hapa. Hivi kaka, sinishakwambia mimi na Alex tumeachana. Kilichokutoa hapa kwenda kwa kina Alex ni nini kama sio kilanga chako? Ina maana mimi nina kilanga, si ndio? Mimi sina kilanga. Yaani nimetoka zangu hapa, nimeenda kule. Yule kijana kaja mimi kanikunja ngingi. Mimi na ndevu zangu kwenda kunja kijana kama yule. Mtoto bado mdogo kabisa yule. Mimi anifezesha kwenda napata aibu kule mimi kwa sababu yako wewe. Kwa mimi sijitambui, si ndio? Ina mimi boga, si ndio? Mimi hopeless, si ndio? Sasa nisikilize. Yule kijana lazima ukae naye makini muweze kuyajenga. Umenielewa? Sio umenisikia? Unajifanya umekuwa. Sasa hivi uko juu hivi, si ndio? Umetoka nyumbani kijijini, ujui chochote, viatu unageuza. Unapa baba na mama. Leo umekuja hapa unamiliki simu kubwa kwa kununulia kijana wako simu kubwa hivi unamkata, si ndio? Wewe ulikuwa unageuza simu kubwa wewe. Si ulikuwa mshamba tu mmoja. Simu ya 4.5 kijana watu kanunua yule. Leo unamuona bwege, si ndio? Sasa unajifanya umekuwa, si ndio? Sasa humu ndani wewe unaama. Ndani lazima utoke, lazima uame. Haina mjadala. Oe mwanangu wewe. Unasikia? Mwanangu mimi sielewi jamani nilipo. Yaani umeshafahamu maisha magumu kishenzi kwa upande wangu. Yaani kila leo mpaka kesho na pengine kesho kila asubuhi mpaka kesho kutwa ni sielewi. Siku nyingine napita wima. Yaani sielewi kabisa. Kwa kifupi sieleweki. Pole. Sasa umesikia? Siku ninawasha sema sasa hapa kama mtaani kama kuna kazi zinatokea ndogo mwanangu mimi naziweza hizo kazi. Okay, kwa hiyo unatafuta kazi? Mimi natafuta kazi mwanangu. Kazi gani unataka? Mangu mimi kazi yote, mwanangu mimi kazi zangu watu wameona kachukue maji pale madumu 10 lete hapa, sijui kachukue labda sijui kusana matakataka hivi, mimi kazi zote naziweza. Sijui kusaidia fundi labda tofali, mimi zote naziweza hizo mwanangu. Okay sawa. Sasa wewe unataka kazi gani? Mwanangu kazi yoyote, hata baba madumu ya maji kupeleka pale kwani mimi naweza. Okay sawa. Pale nyumbani kuna vikazi ambavyo huwa vinatokea. Ndio. Kwa cha kufanya wewe niachie namba yako ya simu. Kama ikitokea kazi, basi mimi nitakupigia. Fresh mwanangu. Andika namba yako. Safi. Sababu simu yangu yenyewe ni achakati pale. Unaona? Kwa mwanangu wenye bibu.
Hata kusuka mimi naweza kusuka tu nywele. Sinyone hivi. Oh, mbaya katika swala hilo. Hali bado ngumu. Maisha ya Bongo kweli ni nusu. Jana haijulikani wala kesho ndo kabisa. Kwa maisha ya Tanzania sio maisha kabisa. Mshaji. Salamu alaykum. Waalaikum salaam, habari? Safi safi. Kwema tu, Mungu anajali, sijui wewe. Safi. Sasa mimi ndio yule ambaye uliniachia namba yako juzi. Ukaniambia unahitaji kazi. Sasa kesho mapema asubuhi sana njoo hapa. Kuna kazi ambayo nataka ufanye mara moja chapo. Sawa sawa. Kwa sababu kuna wageni watakuwa na nje kuwepo inabidi tuifanye kwa haraka sana. Sasa kama itakuwa inawezekana mtafute mwenzako yoyote njoo naye hapa ambaye ili mfanye kazi kwa haraka. Sawa. Sasa umesikia ndugu? Hapo sijaelewa. Yaani tuje nije na mwenzangu tuwe wawili na mimi watatu au mwenzangu mmoja na mimi wa pili? Mnakuja yani unamtafuta mwenzako kama mmoja hivi afu mnakuwa wawili ili mfanye kwa haraka sana. Hapo ni sasa nimeelewa. Poa ndugu, sasa umesikia? Mimi saa 12:30 nilikuwa nishafika eneo lako hapo mapema. 12:30 nipo kwako hapo ndugu yangu. Okay, poa. Hapo. Sasa hapa cha kufanya niende mimi na mwenzangu mmoja. Hapa mimi najiongeza. Hapa naenda na mdogo wangu Recho, ndo naenda naye kule. Hapa Recho na mpanga leo na ndio bwana kesho asubuhi. Nifate nikupeleke sente tukafanye ile kazi vizuri kabisa. Ili tupate hela. Kizuri kula ndugu hiyo. Mchezo umeisha hapa. Tamu imekuwa shubili, kwenye donda umegonga msumari, tena nashindwa subili, kama wewe ndo umenikatili, yanapa